Aileen. Abe. Ndio lengo kubwa la kukuleta. Tuzungumze. Lakini nashukuru sana kwa utayari wako kwa siku ya leo. Ambao umefanya tumeanza kutekeleza. Poa. Aileen sana tukio kitamu mimi hapa na mbele nitazame. Asante. Jamani, sungeangalia tu. Kabisa. Nitaji hapa. Oh my God. Kwa nini usitumie? Aileen. Abe. Toka siku ya kwanza nimekuona. Nimetoka kuvutiwa sana na wewe. Kwa hiyo nilikuwa natamani sana uje kuwa mke wangu. Sijajua kwa wewe kwa upande wako umelipokeaje hilo swali. Nafurahi kusikia hivyo na Zaki. Lakini mimi kwa sasa sipo tayari kuwa na mahusiano na mtu kutokana na madhaibu kadha kadha niliyopitia hapo nyuma. Sihitaji kabisa kujihusisha kwenye mahusiano na mtu. Ila kumpenda mtu sio kosa, nipe muda wa kukufikiria. Zeni, nitakujibu. Sawa. Haina shida. Takupa muda. Natumaini majibu yatakuwa mazuri. Sawa. Asante. Asante. Ngoja. Asante. Okay. Ila sasa. Hiyo jinsi. Mama. Fansile. Nini? Kafanyaje? Mama, twende kumwona mwanao. Kuna nini bwana? Fansile. Kafanyaje? Watu wamekuja. Umemfanya nini mwanangu? Mimi mwenyewe sielewi. Ila nimekutana naye barabarani akiwa anakimbia ovyo na kujishikashika mwili mzima. Mwanangu nina mmoja tu mwanangu. Ongei. Mimi ni mama yako. Mama mimi.
Mama. Mwanangu aongee. Hii hali sio kawaida kabisa. Nakumbuka mwanao alishaye kunieleza kwamba kuna dada anaishi kile chumba pale. Alishaye kumfumania akijihusisha na masuala ya kishirikina. Kuna muda nahisi labda ndio yeye ameamua kumfanya hivi. Mama, Sababu mimi sijui. Dada mwenyewe ndio pale. mwanangu akifa utamla nyama nakwambia. Mama. Sasa Mwana. We mwana mdogo wangu. Nakuomba hapa kidogo. Shikamoo. Marahaba, hujambo? Jambo. Shamaliza usafi wako? Ndio. Mdogo wangu. Kuna kitu hakiko sawa kabisa upande wako. Kitu gani hicho? Una mahusiano na kijana yoyote? Mahusiano? Sina mahusiano na mtu. Tambua mimi ni mtu wa kwanza kuona jua. Najua hilo. Kama una kijana yoyote ambaye unajihusisha naye kwenye masuala ya mahusiano, nilikuwa nakuomba hayo mahusiano yafute haraka kabisa. Kaka, sijafanya jambo hilo. Unajua unaweza kupata na matatizo makubwa ambayo hujawahi kuyafikiria. Masuala ya mahusiano achana nayo. Unaweza ukapatwa na tatizo kubwa ambalo hujawahi kulifikiria. Asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Unielewa? Unaweza kuendelea na kazi zako. Zuruija. Naam, mkuu wangu. Kwa nini umempatia Fansile ile adhabu? Mkuu, kuhusu adhabu nilompatia Fansile, mbona ni adhabu ndogo sana? Ananifuatilia, anajua kila hatua yangu ninayotaka kuipiga. Fansile anaitambua mkuu. Alafu unajiamulia maamuzi yako mwenyewe kichwani pasipo kunishirikisha hata mimi mkuu wako. Niwie radhi mkuu wangu. Kwa hilo nakiri nimekosea. Haitajirudia tena. Sitaki kumuona Fansile akiwa vile. Naomba utoe kabisa kwenye ile adhabu. Hastahili ile adhabu. Sawa mkuu wangu. Nitajirekebisha. Nakataa.
ambazo walipanga kwa muda wa kunivurugia maisha yangu wajibu kwa wakati. Jehova Shama, wajionee, wajue kwamba wewe ni Mungu usiyeshindwa na kitu chochote. Wewe ni Mungu unayejibu kwa wakati. Naamini utatenda, naamini utajibu, naamini utaniokoa Bwana Yesu. Naamini wewe watu katika watu, naamini utajibu Yesu, naamini utatenda kwa wakati, naamini utawafedhesha wale wote wanaopanga kunifedhesha katika maisha yangu. Wewe ni wa leo, hata kesho na hata milele. Naomba haya yote kwa njia ya kushukuru na kusema amina. Mchungaji, nimekuja nikiza maombi yako. Nimesikia jinsi unavyoomba. Nachokiamini Mungu wangu aje kukosea kujibu. Endelea kuwa na moyo huyo wa kuomba. Endelea kupiga dua. Naamini Mungu atajibu maombi yako. Irene, nimetumikia sana kuhudumia hapa kanisani. Mungu hajaje kujibu maombi yangu, na Mungu huwa anatenda kwa wakati. Ongeza bidii, muamini Mungu. Irene, kuna maandiko yanasema hivi, vita vyetu sisi sio vya damu na nyama, bali vita vyetu sisi ni vya roho. Kwa endelea kumomba Mungu na kuamini Mwenyezi Mungu. Nataka nikuombee ili kuongeza nguvu ya maombi katika kile ambacho nakiombea, na Mungu akatende na Mungu akajibu. Mwenyezi Mungu Baba, na kuamini na kuabudu Bwana, nikiwa nita maombi ya binti huyu Irene. Mwenyezi Mungu ukafanye jambo Mungu. Mungu wangu, Mungu unaweza, Mungu unatenda kwa wakati Bwana. Nikisema Mungu mwaminifu, nikiamini wewe unaweza, kwa kuwa uliweza kuwavusha wana Israeli kwenye bahari. Mama Ima, mke wangu. Sasa hivi mmeona. Pole na kazi. Pole. Nilikuwa nachuma mboga huko. Ndio. Nikasikia unaisha katika kazi ya kusikiliza na Kwanza kuna jambo zuri hata ndio rafiki yangu mmoja dokta. Hebu njoo tusikilize. Nachuma mboga hapo. Asante. Sasa hizi matunda ni mengi sasa hivi. Natafuta sehemu tukae vizuri hapa. Nipe hiyo habari njema. Basi bora tukae hapa. Ndio mke wangu. Hebu niambie habari njema. Nipe hiyo habari mume wangu. Naona kama inafurahisha. Mama Ima. Na takribani kama miaka 7 hivi sijaonana naye. Ndio. Tulikuwa kwenye level moja. Lakini sasa hivi ana magari, ana hardware, maduka makubwa yale, ana manyumba ya kupangisha. Nikamwambia mwenzangu, kulikoni? Sisi hatuna hata baiskeli jamani. Sasa kiukweli ilibidi nimuulize nini siri ya mafanikio yake kwa kipindi kifupi nilichomwacha. Akakwambiaje? Akaniambia kitu kimoja. Niko tayari kumwaga damu. Mama Ima. Yaani kama habari ya kumwaga damu, hata damu yako wewe siwezi kubali imwagike. Ni bora tubaki na umaskini wetu. Habari ya kumwaga damu hapana. Mama Ima. Hapana. Najua cha kufanya.